Mimi jina langu ni Padri Charles Kitima, katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Tumealikwa na hawa wanaotaka kuleta mshikamano wa kuieneza demokrasia na kuimarisha demokrasia katika nchi za Afrika. Kama taasisi ya kiraia nimefika kushiriki hili kongamano, mkutano muhimu sana wa siku 5. Nimefurahi kitu kimoja, kusikiliza maraisi waliopita katika nchi 4 ambazo wamewakilishwa hapa. Maraisi hawa wametupa mchango mkubwa sana kwa kongamano hili la siku 5, kuonesha ni Afrika inahitaji nini ilikuwa na demokrasia imara. Walianza na mmoja, leo wamekuepo 4. Ina maana siku za mbeleni watakuja wengi tu, watakuja wengi. Lakini ametoa mfano pia nchi ambazo watawala wengine sasa walishiriki katika kuharibu nchi. Kwa hiyo unakuta hapa hawezi kualikwa kwa sababu sio mfano. Nadhani wamekuja hapa wale ambao ni mfano mzuri kutendaji na waweze kuwa kuigwa na vijana, kwamba hao ndio marais wa kidemokrasia tunaweza tukawafuata. Na mimi kama Mtanzania nimejifunza vitu vingi sana kwa waliokuwa wakiongea. Kwanza na rais wetu mstaafu aliyekuepo Jakaya Kikwete ametoa mchango mzuri ambao kimenigusa zaidi, ni pale aliposema ili demokrasia iwe imara lazima viongozi walelewe, na hasa kulea vijana kwa njia ya kuwatayarisha kwa viongozi imara, na lazima malezi yao ya muda mrefu. Lakini kilicholeta mchango mzuri ni kusikiliza kutoka kwa rais wa Joaquim Chissano wa Msumbiji mstaafu, ambaye ameonyesha kwamba maendeleo na demokrasia lazima viende sambamba. Huwezi kuwa unapigania demokrasia kama watu ni bado wanaendekeza wako kwenye umaskini. Lakini ajenda nyingine ni kwamba lazima kuleta amani na kukubali kama kiongozi kutawaliwa na sheria. Nikitaka kufanya kitu naambiwa na mwanasheria mkuu hicho ni kinyume na sheria za nchi yetu, anasema ilibidi nitii kwa sababu rais yuko chini ya sheria. Lakini aliyetoa changamoto nzuri sana alikuwa ni huyu waziri mkuu wa Ethiopia. Waziri mkuu wa Ethiopia ndio mtendaji mkuu kama rais kule. Anasema mimi ilibidi niachie madaraka baada ya kuona kwamba naipeleka nchi katika kupasuka, kwa sababu vyama vilivyotawala na kukomboa nchi zao kutoka kwa mkoloni vina tabia kutokuachia madaraka. Vina tabia kutokuachia madaraka. Hilo sasa akasema nilipokuwa nalingangania nikaona wananchi na vijana wanageuka, wanataka kuipasua nchi. Ikabidi baada ya miaka 4 nikaachia madaraka na watu wachague mtu anayemtaka. Na akasema hilo najivunia kwamba nilifanya kwa nia nzuri na Ethiopia imezidi kukua. Lakini anasema hata wale walioleta madaraka, viongozi walioleta uhuru na nini, wameleta maendeleo makubwa. Lakini tukubali kwamba mabadiliko yanaletwa na vizazi vipya na lazima tuyapokee. Rais wa Sierra Leone amekuja na mchango mzuri sana kwenye demokrasia. Anasema demokrasia bila taasisi huru za kidemokrasia kama mahakama isiingiliwe kabisa na serikali iliyoko madarakani. Akasema kingine, tume huru ya uchaguzi, kama tumeamua kwenda mfumo wa vyama vingi, tuviachie vyama vya siasa vifanye kazi na tume. Sisi tusubiri tu kama serikali matokeo ni nini. Kwa hivyo hawa wastaafu wameweza kuwa ni mchango mkubwa sana kwa kongamano hili, ambalo tumeona vijana ni wengi sana waliowakilishwa hapa kutoka nchi mbalimbali za Afrika. Na nadhani wamesema huu ni mkutano wao wa 2 na utakuwa unaendelea kila mwaka au kila vipindi fulani. Ni kitu kizuri ambacho Afrika inabidi tukizingatie. Mheshimiwa Kikwete amesema vijana tuwalee kisiasa, tuwashirikishe madaraka, na vile vile wapewe hizi tunu na misingi ya taifa lao na uzalendo, lakini vile vile waweze kuoneshwa umuhimu wa ile inaitwa diversity, yani kwamba lazima tukubali taifa lolote sasa hivi haliwezi kukwepa vyama vingi au mwegemeo wa uwepo wa vyama vingi, na vyama vingi lazima vifurahie usawa wa kutendewa kisawa na sheria za nchi yao, na serikali vitendee vyama vyote vya siasa kwa usawa. Kama leo tulivyoona busara ya wastaafu hawa, hata marais walioko, ndio maana yule mwingine aliulizwa ungependa kuwaambia nini marais walioko madarakani wa Afrika? Akasema nawaambia heshimuni taasisi za kidemokrasia, mahakama, bunge,
tume ya uhuru ya uchaguzi, sijui kamati, tume za kutetea kina mama na hivi na vile. Kwa hivi vijana wanapenda matokeo ya haraka, lakini wakilelewa wataelewa kwamba matokeo yanaletwa kupitia kushiriki na kujitayarisha na uwezo wa kuyadeliver, ya kuyafanya yatokee. Lakini usipoweka utaratibu, ndio ametoa mfano ule wa Sudani. Hawajapewa utaratibu, wenyewe wanadhani wakileta mapinduzi kwa njia ya vita watapata wanachotaka. Kumbe wanazidisha ile anarchy, wanazidisha nini? Utawala usio na maendeleo. Kwa hiyo lazima tuwaunganishe, walelewe ndani ya vyama, walelewe ndani ya taasisi, na wale ambao wanataka tu kuwa raia wazuri waheshimu haki za binadamu, waheshimu utawala wa sheria, na wajue kwamba nchi inaendeshwa kwa wao kushiriki matukio ya siasa za nchi zao na kushiriki kuwa waaminifu. Na ndio maana tulisema katika vitu ambavyo Afrika tunapaswa kuacha ni kuacha kuiba mali za umma, wizi. Yule akasema, nasema hivyo sababu nimestaafu, lakini nasema viongozi tuache wizi. Vijana wakiona hela zao haziibiwi, mali za taifa haziibiwi, vijana watasikiliza na watajiandaa, sababu anajua miaka 5 ijayo, miaka 10 ijayo. Na Kikwete akasema mkiwalea vizuri, kuna vijana kuingia bungeni, wawakilishi wachache, lakini baada ya miaka kadhaa wanafikia umri wa miaka 30 ngapi, anaweza kawa rais, akaleta mchango wake.